Kama haujafika Kondoa, basi haujafika Dodoma. Kama umetembelea Dodoma na haujafika Kondoa, haujafika Dodoma. Duniani kituo cha michoro ya Miambani Kondoa tunatambulika kama sehemu yenye michoro mingi zaidi ambayo inapatikana katika eneo moja. Ni kituo cha urithi wa dunia. Michoro ya Miambani ipo ya aina mbili. Tuna michoro mekundu, ndio michoro ya kale zaidi, imechorwa na jamii ya wawindaji na wakulima, kiasili ni Wasandawe. Pia tuna michoro meupe ambayo imechorwa na jamii ya wakulima na wafugaji, kiasili Warangi ambao wanaishi mpaka leo katika eneo hili. Michoro hii ni historia, tunahifadhi na kuiheshimu kwa vizazi na vizazi vingine vitakavyokuja. Ni sehemu nzuri kwa kufanya utalii wa kupanda milima, utalii wa kiutamaduni, pia utalii wa camping. Tunayo makumbusho ambayo inatoa taarifa za kutosha kuhusu kituo chetu ambayo iko barabara ya kuelekea Arusha Dodoma. Napenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha kupata experience ambayo huwezi kuipata sehemu yoyote katika nchi hii. Tanzania imebarikiwa kuwa na vivutio vingi vya utalii, utalii ekolojia. Lakini pia utalii wa kitamaduni na utalii wa malikale. Michoro ya Miambani Kondoa, hichi ni kituo mojawapo ambacho ni kivutio cha utalii wa kitamaduni na utalii wa malikale. Have ng'ombe vingire, nona baba tandire kuria. Have ng'ombe vingire, nona baba tuandire kuria. Have ng'ombe vingire. Yani hii wimbo ina maana kubwa sana. Vene ng'ombe ni wageni waliofika hapa, wanakaribishwa, waangalia michoro. Na michoro hii katika hifadhi, yani inahifadhiwa sana na inaheshimika. Na mkisha fika hapa jamani, ndio tunawakaribisha. Have ng'ombe vingire. Kituo cha michoro ya Miambani Kondoa ni maarufu duniani kwa sasa, kwa maana kwamba ni kituo cha urithi wa dunia. Kitu kikubwa ambacho hasa sisi tunakifanya ni kuhifadhi na kuendeleza rasilimali kale ambayo ni michoro, ambayo ni kumbukumbu ya mwanzo kabisa ya maandishi, ya utunzaji wa kumbukumbu ya mwanadamu ambao alitumia kutunza kumbukumbu kabla ya kugundulika kwa maandishi duniani. Kuna picha ambayo inaonyesha watu watatu. Hii ni picha maarufu sana katika michoro ya Miambani ya Kondoa. Hii ndio utambulisho hasa wa michoro ya Kondoa. Picha za watu watatu ambayo inaonekana ni tukio la uwindaji, lakini wamechorwa kwenye namna ya kipekee zaidi. Ukiangalia hizo nywele zao, huwezi kukuta sehemu nyingine yoyote, ni Kondoa pekee ambapo unaweza ukakuta picha kama hiyo. Dhana ya michoro ya Miambani haianzii tu Kondoa, ipo dunia nzima. Lakini Kondoa ina upekee kwa maana ya kwamba duniani tunatambulika Kondoa kama sehemu yenye michoro mingi zaidi ambayo inapatikana katika eneo moja. Michoro ya Miambani Kondoa ipo ya aina mbili. Tuna michoro mekundu, lakini tuna michoro meupe. Michoro mekundu ndio michoro ya kale zaidi, kwa maana ya kwamba ilichorwa na watu jamii ya Wasandawe, walikuwa wakiishi kwa kuwinda na kula nyama za mwituni. Lakini pia tuna michoro meupe ambayo imechorwa na jamii ya wakulima na wafugaji ambao kiasili watu hao ni jamii ya Warangi ambao wanaishi mpaka leo katika eneo hili.
Unapotembelea eneo la Kondoa ni fursa kwanza ya kipekee kwanza kujua utamaduni wa watu wa eneo hili, lakini pia ni fursa nzuri ya kuweza kufurahia mandhari na akili ya mwenyeji ambaye alitumia katika kuchora kwa ustadi mkubwa picha ambazo zimechorwa katika eneo hili. Lakini mgeni anayetembelea michoro ya Kondoa anaweza pia kufanya shughuli mbalimbali za utalii, ikiwemo pia kupata kujua ngoma za asili za wenyeji, lakini pia kuna shughuli nyingine ambayo anaweza kufanya camping, kwa sababu hapa tuna kambi ya kulaza wageni. Lakini pia anapotembelea michoro ya Kondoa anapata kufurahia mazingira na mandhari nzuri ya eneo la msitu, kwa sababu michoro hii imechorwa katika maeneo ya asili, maeneo ya milima. Kwa hiyo wale watalii ambao wanapenda pia kupanda milima ni fursa nzuri wanapotembelea michoro ya Kondoa. Ni sehemu nzuri kwa kufanya utalii wa kupanda milima, lakini pia ni sehemu nzuri kufanya utalii wa kiutamaduni. Lakini pia ni fursa nzuri kwa watalii ambao wanapenda utulivu, kwa sababu eneo hili lipo ndani ya msitu, hifadhi ya msitu Irangi. Kwa hiyo mgeni anapotembelea hapa atapata upekee, kwa maana ni kifurushi ambacho kinakuwa kimekamilika. Unapotembelea kituo cha michoro ya Kondoa unapata fursa ya kutembelea makumbusho ndogo ya kituo. Tunayo makumbusho ambayo inatoa taarifa za kutosha kuhusu kituo chetu. Mtalii ambaye ana muda mchache, ambaye atashindwa kufika kwenye michoro halisi, anaweza kuishia kwenye makumbusho yetu ambayo iko barabarani tu, barabara ya kuelekea Arusha Dodoma. Nachukua fursa hii pia kuwaalika watalii wote wanaotembelea Dodoma, hasa wanaotembelea Arusha, wanaotembelea Manyara, ni karibu sana na Kondoa. Kondoa ipo katikati, ni sehemu nzuri sana na kinafikika kwa pande zote, kwa maana upande wa kaskazini na upande wa kusini. Kwa kutumia usafiri wa umma unaweza kufika hapa, lakini kwa kutumia pia usafiri binafsi ni rahisi pia kufika hapa. Ni umbali wa kilomita 170 tu kutoka Dodoma, lakini ni umbali wa kilomita 220 kutoka Arusha. Unakuwa umefika hapa. Tunawakaribisha michoro ya Kolo waje kujifunza. Kama unavyoona michoro hii, kuna wanyama, kuna watu, wanaweza wakaja hapa wakajifunza wakapata faida zaidi. Karibuni sana. Michoro hii ni historia, tunahifadhi na kuiheshimu kwa vizazi na vizazi vingine vitakavyokuja. Kama hujawahi kufika Kondoa, basi hujawahi kufika Dodoma. Inawezekana umetembelea Dodoma lakini hujawahi fika Kondoa, basi jua kwamba hujafika Dodoma. Nachukua fursa hii kuwakaribisha sana kutembelea Irangi Escarpment, kutembelea michoro ya miambani Kondoa Irangi. Karibuni sana.